Tsunami kubwa ya Asia mwaka 2004, majanga yaliyobadilisha dunia milele. Tarehe 26 Disemba mwaka 2004, siku ya Jumapili ya utulivu ya Krismasi, watu wengi katika nchi za kusini na kusini mashariki mwa Asia walikuwa wakifurahia likizo katika fukwe, wengine wakiwa mapumzikoni na familia zao, lakini ndani ya dakika chache bahari iligeuka kuwa adui wa kutisha zaidi kuwahi kushuhudiwa katika historia ya binadamu. Saa 1:58 asubuhi kwa saa za eneo, tetemeko kubwa la ardhi lenye kipimo cha 9.1 katika kipimo cha Richter lilitokea chini ya bahari ya Hindi karibu na pwani ya kisiwa cha Sumatra, Indonesia. Tetemeko hilo lilisababisha sehemu ya sakafu ya bahari kuinuka kwa zaidi ya mita 15 na hivyo kutengeneza mawimbi makubwa ya bahari yanayojulikana kama tsunami yaliyosambaa kwa kasi isiyowahi kuonekana. Kwa dakika chache tu, bahari ilianza kujiondoa kutoka ufukweni, jambo lililowashangaza wengi, wengine wakikimbilia kupiga picha wakidhani ni jambo la kawaida tu, bila kujua kuwa mawimbi makubwa ya uharibifu yalikuwa njiani. Dakika chache baadaye, mawimbi yenye urefu wa mita 30 sawa na jengo la ghorofa 10 yalirudi kwa kasi kubwa yakipiga pwani za Indonesia, Thailand, Sri Lanka, India, Maldives na hata kufikia hadi Somalia, Kenya na hata Tanzania. Katika muda wa saa chache, miji na vijiji vilifutika, maelfu ya watu wakapotea na maisha yakabadilika milele. Tsunami ya mwaka 2004 iligharimu maisha ya takriban watu 230,000 hadi 250,000 katika nchi 14. Takriban watu milioni 2.3 walipoteza makazi yao. Kwa makadirio, Indonesia walikufa zaidi ya watu 167,000, Sri Lanka wakikufa zaidi ya watu 35,000, India zaidi ya watu 18,000 wakifariki, Thailand zaidi ya watu 8,000 wakiwemo watalii wengi kutoka Ulaya walifariki, Somalia na maeneo ya Afrika Mashariki zaidi ya watu 300 wakipoteza maisha pia. Picha za uharibifu kutoka mji wa Banda Aceh nchini Indonesia zilituma simanzi duniani kote. Magari yaliyobebwa juu ya nyumba, meli katikati ya bahari na mamia ya maiti baharini. Mawimbi hayo yalisafiri kwa kasi ya zaidi ya kilomita 800 kwa lisali moja, sawa na kasi ya ndege ya abiria. Kwa mfano, ilifika pwani ya Thailand dakika 45 baada ya tetemeko, ikifika Sri Lanka na India baada ya saa 2 ama saa 3, na ilifika pwani za Afrika Mashariki baada ya takriban saa 7. Baada ya maafa hayo, dunia ilishuhudia misaada ya kibinadamu kubwa zaidi kuwahi kufanyika. Mataifa zaidi ya 100 yalituma misaada ya chakula, madawa, mahema na wahandisi kusaidia waathiriwa. Mashirika kama Umoja wa Mataifa, UN, Red Cross, UNICEF, World Food Program yalihusika moja kwa moja katika operesheni za uokoaji na misaada. Serikali za Marekani, Japan, Uingereza zilitoa misaada ya mabilioni ya dola. Kuna hadithi nyingi za kusisimua zilizotokea siku hiyo. Mtoto mdogo wa Uingereza mwenye umri wa miaka 10, Tilly Smith, aliwaokoa watu zaidi ya 100 huku Phuket, Thailand baada ya kutambua dalili za tsunami alizofundishwa shuleni. Mwanamke mmoja nchini Sri Lanka alieleza jinsi alishikilia mti kwa saa 6 akiwa amebeba mtoto wake hadi maji yalipopungua. Familia nyingi zilipotezana na baadhi yao walikutana tena miaka kadhaa baada ya kupitia jitihada za Umoja wa Mataifa. Tsunami hiyo ilifunua udhaifu mkubwa katika mfumo wa onyo la mapema Asia. Kabla ya mwaka 2004,
hakuna mfumo wa tahadhari wa tsunami katika bahari ya Hindi, jambo lililosababisha vifo vingi. Baada ya tukio hilo, mfumo wa onyo la tsunami wa bahari ya Hindi, ITOS, ulianzishwa mwaka 2006. Nchi zote za ukanda wa bahari hiyo sasa zina vituo vya kupima mitetemko ama mitetemo na kutoa tahadhari mapema. Miaka michache baada ya maafa hayo, juhudi kubwa za kujenga upya zilianza kufanyika, nyumba, shule na hospitali zikiwekwa upya, barabara na miundombinu ikirekebishwa. Shirika la Dunia la Afya WHO iliendesha miradi ya afya ya kisaikolojia kusaidia manusura waliokuwa na mshtuko. Hadi leo, maeneo kama Banda Aceh huko Indonesia na Galle huko Sri Lanka yana makumbusho maalum ya tsunami, kumbukumbu waliopoteza maisha. Kila mwaka tarehe 16 ama 26 Disemba, mataifa ya Asia na ya dunia nzima huadhimisha siku ya kukumbuka tsunami hiyo ya mwaka 2004. Ni siku ya maombolezi, matumaini na ukumbusho kwamba maumbile yanaweza kubadilisha historia ndani ya sekunde chache. Tsunami kubwa ya Asia ya mwaka 2004 ilibeba ujumbe mzito kwa dunia kwamba maendeleo ya binadamu hayawezi kusimama mbele ya nguvu za asili. Ni kumbusho la muhimu wa tahadhari, ushirikiano wa kimataifa, upendo wa kibinadamu katika wakati majanga, kama alivyonukulia manusura mmoja wa Esi akisema kuwa maji yalichukua kila kitu, lakini yalituachia mafunzo ya kuadhimia